Wakamkamata, wakampiga na kumwacha mikono mitupu. Akamtuma mtumishi wake wa pili kwenda kuchukua matunda ya mizabibu, na yeye pia wakamfanya vivyo hivyo kama yule wa kwanza. Akamtuma mtumwa wake wa tatu, naye wakampiga na kumwacha mikono mitupu. Mwenye shamba akafikiria sana moyoni mwake, akawaza akasema, nitamtuma mwanangu mpendwa, huenda yeye watamheshimu. Lakini wakulima wale walipomwona, wakasemezana wao kwa wao, huyu ndiye mtoto wake na ndiye mrithi wa utajiri wake, na tumuue ili urithi wake uwe wa kwetu. Wakamkamata, wakamtoa nje ya shamba, wakamuua. Somo hili lina funzo gani kwetu? Mwalimu, unafanya mambo haya kwa mamlaka ya nani? Na mimi nitakuulizeni swali. Ubatizo wa Yohana ulitoka kwa Mungu ama kwa wanadamu? Kwa Mungu. Atakuuliza, mbona sasa msadiki? Na tukisema kwamba ulitoka kwa Yohana, watu wote walipiga mawe, maana wanajua Yohana alikuwa. Tukamwambia hatujui. Mimi sitawaambia kwamba nafanya mambo haya kwa mamlaka ya nani. Jiwe walilolikataa waashi limekuwa jiwe kula pembeni, na yeyote atakapokia katika jiwe lile litamvunja kabisa, na yeyote atakayeangukiwa na jiwe lile litamsaka sana kabisa. Tunajua kwamba unafundisha ndio kweli. Tunajua kwamba wewe hauna ubaguzi. Lakini je, wewe wafundisha kuhusu matakwa ya Mungu kwa wanadamu? Sasa utuambie kama ni halali kulipa kodi kwa Kaisari au la. Nionyesheni salamu. Chapa hii na anwani hii ni nani? Ya Kaisari. Basi fini Kaisari yaliyo ya Kaisari, na ya Mungu yaliyo ya Mungu. Anakataa tulipe kodi, umesikia hapa? Hataki tulipe kodi kwa Kaisari. Tumeangalia namna zibiti. Na yake rais. Kaisari, bosi wetu. Lakini analeta vurugu katika soko la Karume. Hatuwezi kuvumilia kuji. Huyu lazima kama. Yaani tumwadabisha. Anafanya mambo haya kwa mamlaka na tutachunga. Nitaishi milele sifi. Alileta ghasia katika soko hili. Unajua habari hizo? Unajua. Lakini pia anajiita ni mfalme, wakati sisi tunamfahamu mfalme mmoja tu. Labda Roda angesikia sije nyimbo yake. Angemtafuna mbichi. Askari! Naam! Askari, umesikia mambo yanayoendelea katika mji? Ndiyo mkuu. Unasikia kwa habari ya huyu mtu ambaye anajiita Yesu Kristo? Naam. Sasa nini ndio? Kwa maoni yangu, huyu bwana kwa kuwa anazalisha ufalme wako na ufalme wenu, nasikia wao wenu.
Jeshi lako liko thabiti. Naam, bila shaka hilo. Sasa tupe mbinu, tunaweza kufanya nini katika hili? Mkuu, kwa maoni yangu nafikiri kuna miongoni mwa wanafunzi wake yule bwana anaitwa Yuda. Tunani wa Yuda? Yeye pale anachukua nafasi ya utunza hazina katika kile kikundi cha. Nitakuagiza kuwasiliana na Yuda kesho saa 9 kamili anatumaalia. Naam. Sawa. Hauwezi akafanya mambo ya ajabu huyu Yesu Kristo. Chinga kabisa. Endeleeni kuangalia tayari kwenda kwa atukeni. Nimetamani kuila Pasaka hii pamoja nanyi kabla ya kutoka kwangu, maana nawaambia sitaweza kuila tena mpaka itakapotimizwa katika ufalme wa Mungu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kutupae chakula chetu. Na huu ndio mwili wangu utolewa kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kila mnapo kwa ukumbusho wangu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kutupaye matunda ya mizabibu. Na hii ndio damu yangu ya agano jipya imwagikayo kwa ajili yenu kwa kutolea la dhambi. Fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Lakini nawaambia yule msaliti yuko pamoja nasi chakulani usiku huu. Lakini ole wake mtu yule amsalitie mwana wa Adamu. Ingalikuwa kwake heri mtu yule kama asingalizaliwa. Je, mwalimu, ni mimi ndiye msaliti? Je, ni mimi Bwana?
Ni mimi bwana. Je, mimi wapi? Je, mimi bwana. Je, ni mimi bwana. Je, ni mimi bwana? Je, ni mimi rangi? Je, ni mimi bwana. Je, ni mimi dada. Je, ni mimi bwana. Je, mimi bwana. Je, ni mimi bwana. Yule aliyetia mkono wake pamoja nami katika kombe, huyo ndiye atakaye nisaliti. Je, nilipowatuma bila mkoba wala mfuko mlipopokewa na kitu? Lakini sasa kila asiye na mfuko wala mkoba akanunue, na yule asiye na upanga auze joo lake akanunue. Bwana, mimi niko tayari kuongozana na wewe mahali popote, hata kufa kwa ajili yako. Petro, amini nakwambia, usiku huu utanikana mara 3 kabla jogoo hajawika. Tazameni, shetani anawataka ninyi apate kuwapepeta kama ngano, lakini mimi nitawaombeeni ili imani yenu isipungue na muwe msaada kwa ndugu zenu. Na twendeni Getsemani tukaombe. Mtu huyu analeta vurugu kazi. Nataka sema kweli kwa Mastro Kaisari. Leta basi ya paroli. Huyo kijana ambaye anaitwa Yuda Iskarioti ndio muda wake. Yeye alisema saa 9 tumsubiria atakapokuja. Kabisa. Amesababisha machafuko katika mji wetu. Karibu sana Yuda. Wewe mji wangu na sisi ni viongozi wenu Yuda. Karibu. Sasa Yuda, nafikiri askari alishakwambia. Tuambie sasa namna ambavyo tutafanya kumkabili huyu mtu. Hiyo ni kazi ndogo sana. Nitanipatia nini nikifanikisha hilo zoezi? Yuda, unataka nini Yuda? Hebu tuambie unachotaka. Ni pesa, fedha. Tuambie kiasi gani unataka. Lakini tumpatie vipande 10 vya pesa. 10 havitoshi. Toa uhai wa mtu. 10 havitoshi.
Tutakupatia shilingi. Bado havitoshi. Ongeza. Yuda. Unataka nini Yuda? Basi tutakupa vipande 30 vya fedha. Nitajitahidi kufanya hivyo. Yuda tunashukuru. Askari! Tulikuwa tunapatana na Yuda. Sasa Yuda mpe askari maelekezo ili baada ya kutoka hapa yeye ndiye ataongoza kikosi katika kumkamata huyo mtu anayejiita mfalme. Nitakayembusu ndio huyo. Atakayembusu ndiye? Kandae jeshi ukuwapange vizuri kwamba Yuda Iskarioti atakayembusu ndiye huyo. Nitaishi. Mimi nitaishi. Sikani mtu analeta ujinga kama ukwisha. Yaani hapa Yuda saidieni. Wewe tayari ni rafiki yetu sana. Askari! Sasa sikiliza. Tuna kazi moja. Sikilani? Kuwa! Sasa. Kama Sokale!